nikanunua Iveco moja kwa Salim Bishiri ambaye sasa ndo anafanya kazi ya nguzo kwa ajili ya kwenda polini kupakia. Kwa zikawa 4. Moze hajajenga hapo tunajua kwenye kujenga ni kama nilizubaa. Ulikuwa unaona kitu cha kawaida. Nilikuwa nisikio yote tu nita. Nataka nijue jinsi ulilipa ile 350. Ile 350 ya nani? Ya nguzo, ya benki. Tulikwenda ilibaki kama nafikiri kama 100 au 100 na kitu hivi. Kwa hiyo na mimi tayari nilikuwa nimeshakuwa kumeamka huko. Kwa hiyo in between baada ya kuwa zile ziko 4 uraibu ukachanganya. Tayari ulikuwa umetoka kubaya zaidi, nilikuwa sina management. Unajimanage mwenyewe. Kwa hiyo kama sipo kwa mfaidi wengi sana bwana. Hilo lilikuwa ni moja kati ya kosa. Kwa sababu nilikuwa sina management yani. Kama nilikuwa mimi napewa mshahara afu nakaa pembeni tu naangalia mpaka leo kampuni. Ungekuwa una hela leo. Sasa ile kuwa kama mimi ndio kila kitu. Yani unaweza wewe usiwepo, hamna umeme au ununuliwi. Wewe umeenda yani vitu vinalala. Na ile sasa kusikia shame kuwa hapa kwamba sasa hizi nimeshuka nini. Kwa hiyo hata kuja kuonekana hapa, kwa hiyo nikawa nawaambia wale wapigaji wale wananitumia 500,000, wananitumia 600,000, wananitumia ngapi, lakini wao sijui wanafanya nini. Walikuwa wanakuibiaje? Ulikuja kujua? Sasa unajua wewe ukishakuwa kwenye uraibu ukipewa 500,000 sasa hizi unaona nyingi. Lakini unajua mifumo kweli inakaje? Kumbe mifumo inazidi kufa. Sasa baada ya kuja kufika nikakuta hali mbaya. Kwani kipindi hiyo uliwekeza sana wapi ambavyo hauko Iringa? Nasema niliwekeza sana kwenye unywaji tu. Hamna sema makazi nilikuwa niko Moshi. Sababu ya kukaa Moshi ni uraibu. Yaani mwanangu penye uraibu unahamia hapo. Kwa sababu kule baada nilimpata mwanamke mmoja alikuwa nikawa naye. By the way, nyumbani ndoa ilikuwaje? Na kipindi hiyo Moze ana watoto wangapi? 3. Kwa mama yule? Kwa mama yule. Anayasikia, anayaona au anakuona? Na kwa nini yeye haendi pale kazini kusimamia? Alijaribu sana. Lakini sasa unajua ukishakuwa uko nje ya mfumo ule, yani uwezi, kwa sababu naye alikuwa na shughuli zake. Mke wangu mimi pale nyumbani alikuwa na kuku, alikuwa na miradi yake, alikuwa na saluni yake. Kwa hiyo na yeye alikuwa na kipato chake, na mwanamke kama unavyojua yeye akishakuwa anaingiza hela yake ambayo inamtosha kwa siku. Hana shida. Hata kama uko na mamilioni mingapi, yani na wale kwenye mamilioni wakamletea 5-6, yeye anatulia. Kwa hiyo simlaumu kwa sababu ya kwamba akusimamia, ila tu mimi mwenyewe baada ya kuwa nimeshaingizwa ujinga katika kichwa changu. Ndio maana watoto 3. Wa kwanza yuko Dar es Salaam ana mtoto. Wa pili wa kiume yuko hapa. Yuko Dar es Salaam. Naye mkubwa kabisa. Watatu wa kike. Sambaratika hiyo ni baada ya wewe kuwa ueleweki unajua kwenye Biblia ukisoma anakuambia kwamba ukapigwa mchungaji kondoo wanafanya wanataja. Kwa hiyo baada ya baba kuwa ueleweki, hata mama atakana wewe vipi? Mwanzo wa kuachana na wife ilikuwaje? Wife sio kwamba niliachana naye, lakini matendo tu yenyewe ilifanya anamfukuza tu yeye mwenyewe. Ilikuwa too much. Na unakiri kweli? Yani mimi nimezingua mimi. Yani mimi hata kufilisika kwangu, mimi nasema kabisa kwamba ni Mungu tu amechukua kile cha kwake, kwa sababu kama kampuni inaita God is able alafu haifanyi matendo ya God is able, maana Mungu atakuachia hiyo mali? Ni nini unahisi hii ilikuwa too much? Mama akasema mimi naondoka. Nini ulimfanyia kama 3-4 vya ajabu? Unajua ukishakuwa kwenye uraibu wewe unakuwa hujali wala uthamini, na mwanamke usipomjali anaweza kaona sasa mimi kuna haja gani na mimi kwa ati na uwezo wa Alikuwa ni mwenyeji wa Iringa? Yeye ni Mnyasa. Lakini babake ni Mchaga. So akaja akakwambia bwana Moze mimi. Sio kuniambia, yani unajua kuna matendo mengine sio mpaka uambiwe mwanangu. Ni kwamba mimi yani automatically wewe unajua kabisa kwamba hapa. Akasepa zake. Mwaka unaokumbuka umesahau? Nimesahau mwaka. Moze
of course hela zilianza kukata tulipokuwa na zile gari 4. Ndio ikaanza kudrop. Ile drop yake ulianza kuuza au ulikuwa unafanya? Ile drop yake ilifika mahali sasa ikabidi nisalimishe zile za benki ili mimi nibaki salama. Mia ile. Mimi nikabaki na mtambo. Baadaye mtambo nao nikaona unazidi kunielemea. Nikaona familia yangu mimi ilikuwa hamna kitu ambacho imepata. Kwa hiyo mimi nikamruhusu mama auze ule mtambo. Alafu mimi aniwekea hata milioni 2-3. Na aliuza shilingi ngapi? Sikumbuki, lakini ilikuwa haipungui milioni 30-40. Mimi akaniingizia kama milioni 3 akajipoza. Akajipoza huko. Nimekuelewa. Kwa sababu ile ni mama wangu watoto. Kwa hiyo nikaona mimi nimeshakula vingi. Mama amalizie. Mama amalizie. Kwa hiyo nikaona sasa yeye naye ingalau, kwa sababu yeye hata mimi nikija kuyumba vipi, yeye akija kunipa hata mimi milioni 2, mimi naweza nikajua niibukie wapi. Yaani mwanangu, kipindi hiyo ulikuwa ukikaa uone imeingia milioni 2 unaona kama milioni 400. Na Moze akipata hela, kwa mfano ulivyokuwa Moshi, ulikuwa unaishi na yule mwanamke. Umekaa kwa muda gani? Karibu miezi 8. Miezi 8. Pika pakua. Hata yeye hashauri bwana Moze punguza. Unajua na yeye alikuwa mraibu. Wale. Kwa hiyo maana sio kwamba ni mtu ambaye anataka kuweka kwenye mfumo. Yeye anakula. Sasa rasmi nataka, of course uliniambia sababu ukianza kushuka ndo mwanzo wa kutafuta vilevi vya bei rahisi. Bia tulikuja, nini kilitokea mpaka ukajikuta ngoja nianze kubadilika kama unapanda ngazi hivi? Sasa unajua ukishakuwa addicted unataka kutumia. Hata kama una lazima utumie. Kwa hiyo sasa kama una shilingi 5,000 huwezi kwenda kunywa bia kwa sababu utawasumbua watu. Kwa sababu hata kama nakuja Miami sio kila siku. Kwa hiyo lazima niende kwa time. Hata kama naenda Miami lazima niende na mtaji. Kwa hiyo nitaanza huku ligi ndogo kwanza. Nitapiga Miami naweza nikaingia labda na shilingi 2,000 tu. Ya bia hii? Nikikaa pale sasa lazima mnyie mtakuja ambao mnanijua. Hiyo inaitwa time. Watakuongezea muda. Lakini nao sasa sio kila siku. Nimekuelewa. Hapo ukishamaliza bia unavorudi kulala lazima utagonga ganja. Ili sasa mimi sasa nilipokuwa nafanya nikipiga hesabu ya kurudi nyumbani naona hii ni budget ya pombe kwa sababu kutoka Miami mpaka Mtuvila usiku shinga kama 5,000. Kwa hiyo maana mimi naona bora ni keshe mpaka asubuhi. Alafu asubuhi nichukue tu daladala na nashukia kilabuni semkini hapo, naanza na bangi zangu, nikifika nyumbani kama saa 4 hivi, kama saa 2 naendelea na bangi mpaka jioni. Ndio hivyo. Tena unaamka tena. Daily. Yaani nilikuwa ninazunguka kwenye maisha hayo. Na Moze unaona kabisa hela imekata, kwa nini uachi? Sasa unajua kitu kimoja ni kufunga bongo. Ndio nasema kufunga bongo. Unakuwa kama umejiba. Na unajua wanasema hivi, kitu chochote ukikifanya ndani ya siku 30 mpaka 90 tayari kinakuwa kwenye mzunguko wako wa damu. Kwa mfano kama wewe una muda wako wa kuamka. Ndio. Ukifika ule muda unasikiaje? Sasa kwenye maisha ndio hivyo. Kwa mfano kama mimi sasa hizi tangu nilipoanza maisha ya maombi, mimi saa 9:30 automatically niko macho. Nafungua zangu mlango, natembea mpaka kanisani. Na kwa sababu daktari ananiambia kwa siku nizunguke zisipungue kilomita 2. Hata ninapofanya maombi pale kanisani, nafanya maombi huko natembea. Kwa hiyo ule mwendo wa kwenda kanisani na kurudi hapa tayari nishafanya mazoezi damu Moze alikuwa hataki kabisa kujenga. Ilikuwaje ukajenga? Alikuwa ni wife? Nilikuwa na kiwanja Mkimbizi. Kile kiwanja pale tulipokuwa nimenunua kwa kuna maji. Chini. Baadaye familia nilikuwa na tanuru zima ambalo nimeliweka kwa ajili ya kujenga pale. Baadaye familia wakawa wameniachia hapo ambapo ndio soba. Okay. Kule ulijenga kule? Sikujenga. Maji nikauza. Okay. Zile tofali ndio nikaja nikapiga fence hapo maskani ambako ni kwa baba na mama. Kwa baba na mama. Ukapiga fence? Nikapiga fence ndio nikaishi hapo. Sasa nikawa nataka sasa nitafute kiwanja sehemu nyingine wakati nje imetulia ndio nianze kujenga taratibu. Ndio uraibu sasa Hivi unaweza ukaamini yani mwana alikuwa na semi-trailer 4. Hakuwahi hata kujenga. Alikuwa anajua atajenga kesho. Kwa hiyo uraibu ulivyoingia yani kumbuka kujenga kawa hivi. Uraibu ni adui mjanja wa maisha, usipime. Yani anaingia kama rafiki
lakini jinsi atakacho kufanya utabaki unajuta milele. Mimi kitu moja kinachonitesa ni vile ambavyo mnanihakikishia hilo haiwezekani. Yani mimi unajua najiulizaje? Ni kitu gani ambacho ni ngumu kuacha kiasi hicho? Unajua kwani hadi wewe ujimu uraibu ni nini? Yani naelewa vizuri, lakini huwezi amini kuna muda nabaki hewani. Yani why ngumu kuacha why? Na najua kwa sababu kitu ambacho tayari umeshakiingiza kwenye mfumo wako wa maisha bila chenyewe wewe uwezi. Ndio changamoto. Wewe unaona kama addiction ya sigara. Ndio. Sasa ile kwenye nani bado ndogo. Kwa sababu ile inakubana kabisa sehemu fulani huku ndani. Bila hicho kwamba unaweza usilale. Na ndio maana ile inakufanya unashuka mpaka ligi ya ndogo. Unaweza sasa na mimi Iringa kwa sababu tayari nilikuwa nacheka na kila mtu nini. Hata wakiniona vilabuni unaona unaweza usilale, unaweza usile kabisa. Na mimi sasa ilifika kipindi Edo, yani ni bora niende nikakae hata Miami nipige tu story na sikaja tabia moja niongee mpaka asubuhi, lakini pale nyumbani nikiingia naona kama naingia sijui kuzimu sio.